Hujambo mpenzi mtazamaji wa AGR News Kenya, mahali popote ulipo. Ni wakati mwingine tunakuletea habari kiukamilifu, na haya ni baadhi ya yale tumekuandalia katika siku ya leo. Mgomo wa madaktari Nyamira umeingia siku ya 56. Waziri wa elimu nchini akosolewa kwa kuwakosea heshima walimu. Wakulima wapinga pendekezo la magavana kuhusu mchakato wa BBI. Hujambo na karibu. Jina langu ni Zadok Dennis. Nami ni Tabitha Musiemi. Waziri wa elimu nchini Profesa George Magoha amekosolewa baada ya kudaiwa kuwakosea heshima walimu nchini. Kulingana na chama cha KUPPET, Magoha anastahili kufanya kazi yake na sio kuandama walimu. Magoha anatuhumiwa kumkosea heshima mkuu wa elimu akiwa kazini katika eneo la Langas, kaunti ya Uasin Gishu. Expect that the minister would go overboard to try and start managing teachers in their stations. He should leave management of teachers to the Teacher Service Commission, which has the professionalism and the mechanism of handling teachers' matters. He should himself be a good example, not only to teachers, not only to his officers, not only to the education sector, but to the entire country. Mgomo wa madaktari katika kaunti ya Nyamira umeingia siku ya 56 sasa, bila matakwa yao kuafikiwa na serikali ya kaunti hiyo. Kulingana na viongozi wa chama cha madaktari KMPDU, serikali ya kaunti ya Nyamira imelaumiwa kwa kuwapunguza wahudumu wa afya, huku wakiomba serikali kuzingatia maagizo ya mahakama. Tukaandikiana mkataba chini, tukaelewana na sisi wote tukatia sahihi, upande wa union na upande wa government. Tukasikizana hadi tarehe. Ile tarehe ilipofika, county government ya Nyamira ilipuuza yale maagizo ambayo tulifikiana na wao. Kuongezea hapo, hawakuwasiliana na sisi kutuambia ni nini ilisababisha wao kutofanya yale maneno ambayo tulisikizana nao. Kwa hivyo jambo kuu ambayo inafanya sisi tuendelee na mgomo wetu katika kaunti ya Nyamira ni kuhusu promotions. La pili ni kuhusu intimidation au madaktari kuharasiwa kazini. Viongozi wa chama cha KADU asili katika kaunti ya Kilifi wametishia kushinikiza wakazi wa kaunti hiyo kutounga mkono ripoti ya BBI iwapo nakala za ripoti hiyo hazitawafikia. Pia wamependekeza ripoti ya BBI kuchapishwa kwa lugha ya Kiswahili ili kuwa rahisi kwao kuisoma na kuielewa. Wao wanasema kwamba karibuni watu watakuwa sasa wanaenda kupiga kura. Na sasa kama sisi watu wa pwani hatujaisoma, hatujaiona inakaaje, na hatuelewi ndani ya BBI kumeandikwa nini, hizo nyaraka tunaomba ziweze kusambazwa kila upande katika nchi yetu ya Kenya. Wakulima wa miwa katika kaunti za Busia na Kakamega wamepinga pendekezo la baraza la magavana ambalo linaondoa sheria ya kuwaruhusu wakulima hao kuuza miwa popote na kulipo kabla ya majuma mawili kukamilika. Wakulima hao wanasema walikuwa wamekumbukwa katika ripoti ya BBI, huku wakitishia kupinga hadi haki yao itakapotendeka. Hiyo kukataa yenye makataa ile mapendekezo yenye wakulima tulikuwa tumepeana, sisi hiyo hatutambui, na tunataka turudishiwe ile makubaliano yenye tulikuwa tumeweka, ile mapendekezo tuliweka yenye ilikuwa inasaidia mkulima. Hiyo maneno hatutakubaliana nayo. Ni kama wanataka kuturudisha tena kwa zoning ambapo tulikuwa mwanzo, na sasa hatutaweza kupata matokeo yetu vile tulikuwa tunapata mapato mwanzo. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo tunafika kikomo kwa habari katika siku ya leo. Hadi hapo kesho. Jina langu naitwa Zadok Dennis. Nami ni Tabitha Musiemi.